Oh, what's up everybody? So boy Benla here. Welcome kwenye Law episode yetu ya pili. Leo niko na Daki na Enzo. Tutaenda kuongea masuala mbalimbali, stories na mambo mengine. Inakuaje Daki? Haikuwa mwanetu. Kama kawaida. Enzo. Oya, hizo. Asante sana. Sasa leo na maswali tofauti. Basically tunaweza tukabezi sana kwenye masuala ya content creation, lakini lifestyle na mambo mengine. Swali langu la kwanza ni hivi, wewe Daki umeanza kufanya content ilikuwa ni mwaka gani na kitu gani kilikuinspire wewe ukaanza kufanya content? Content nimeanza kufanya last year and I was inspired. Maana mimi nilitoka Daki nimekujua kitambo sijui 2020 unafanya content alafu unajua unaambia last year. Inategemea sasa bana. Au kuna unataka uniambie ile kuifanya serious? No, yani that time mimi nilikuwa sifanye content, nilikuwa nafanya music. Umeona? Nilikuwa nafanya music ila mwaka jana ndo nimeanza kufanya content. Okay. Kwa before ilikuwa ni music, maybe YouTube hizi podcast kwa tunafanya ila content kabisa last year. Mimi nilijua kwamba hivyo mimi kipilikia na kujua ulikuwa kipilikia the Niwonjuisha. Ulikuwa ni fahamu. Sasa hivyo unijui. Enzo. Mimi content nimeanza mwaka jana. Umeanza? Mwaka jana? Ndio. Nimeanza content mwaka jana na kitu ni inspire. Nimekuwa sina kitu cha kufanya, nipo tu mtaani. Sina hela. Nahitaji nihudumie. Kwa hiyo kifupi majukumu yakakufanya uanze kufanya content. Nianze kufanya content never. Kwa nini ukufikiria biashara nyingine ukaona content ndio sawa? Kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa ni rahisi kwangu muda huo kufanya, kwa sababu nilikuwa na experience na vitu fulani. Sijafundishwa na mtu hivi na hivi, lakini najua kutengeneza video hivi na hivi, kusoma swali rekodi najua. Hivyo. Basi. Content yako ya kwanza unakumbuka ilikuwa ni ipi na ilienda au haikwenda? Kwenye swala la kufanya content nimefanya nyingi sana. Hapo useme zile ambazo zinaonekana kabisa ni content. Ile yani ambao umefanya ile ndio kusema iendaga. Safari yako ya kufanya content kuna challenges ambazo lazima upitie. Yani uwezo kaanza kitu fulani hata hivyo ulivyokuwa umeanza hiyo content yako ya kwanza, kuna Daki hajui au kuna ile umeanza kufanya content watu wameingia TikTok sasa huyu si Daki huyu ile nini unajua zile challenge zipi wewe ulianza kuzipitia ile nini watu wana Daki vipi, Daki alikuwa anaimba, Daki sasa hivi Daki comedian, Daki ni hivyo yani chagoza comedian Daki hivyo. Sasa kufanya content hivyo like maybe labda za lifestyle za hivyo comedy hivyo za inspiration, changamoto gani wewe ulizipata yani? Cha kwanza niweke sawa, watu inabidi wajue tofauti ya comedian na entertainer. Entertainer ni mburudishaji, comedian ni mchekeshaji. Perfect. Enzo? Ndio hivyo. Challenges ambazo ulizipitia kwenye safari yako ya content. Hapa hujaniambia. Challenge kwanza kipindi tunaanza. Tunaanza. Baada ya kufanya content, mimi nitaongelea baada ya kufanya, you know. Yeah. Wakati tunaanza kuna baadhi ya video zimeanza kuna nini? Zimeanza kukwenda. Unaona kuta like mkipanda hivi usafiri hivi public transport watu wana record au nimekuona sehemu fulani leo. Zile content za huyu ajui mimi sijakutana nazo, ila kuna ile watu wakwambia mbona umeacha hivi kufanya muziki, kufanya vitu fulani ila shida kuna watu hapo kudiscourage, wakukatisha tamaa wapo. Kuna watu ambao walikuwa kibao, walikuwa na kutrust wewe kwenye game labda hivyo ya music na nini, walichukuliaje swala lako la kuchange game? Watu wengi walijudge hivyo, walikuwa na judge kwa nini hivi na hivi, lakini nikawa naambia kwamba kila kitu kina take time. Muda sahihi ukifika, kama wako ingia kwenye music nitaingia, kwa sababu nilikuwa na post vitu vya music haviendi. Una post video ina mwaka maybe watu 200 au 50. Can you imagine? Miausho sorry. Niliona hapana, ila sometimes mara moja nikaona mood tunafanya music. Unaweza kutupigia freestyle dakika sekunde kadhaa fulani. Labda kuweka instrumental. Bila instrumental mchana Enzo anavokula ubuyu. Okay. Namuona Enzo right now ndo ameamua kula ubuyu. Mshamba anatokea Tanga, so Tukuyu.
anapenda sana toto wenye nyashi. Huyu kwanza mwana rakati, anatokea Mbezi Siombo Rahati. Kuna mishe tusawai fanya Masaki, kuna sehemu tulitembea Kibati, kutoka Moroko mpaka Upanga Kati. Baada hapo tukaenda Karako, hatuna 100 mfukoni ila mabisho. Tunawaka tunataka kwenda Mbezi hatuna do. Jeje akatusevu mwana yo. Shero sana kwa wote mnaangalia bro. Tuko hapa tunapita nao tuna flow kwenye acapella na sio na beat yo. Naweza chana bila fanya hizo yo mingi. Kwanza kwenye freestyle fundi alafu dingi. Ya wengine washanipa jina kwamba mimi kingi. Cheki navyo changa kwanza zo shilingi. Achante chana. Hey, Enzo, hujaniambia wewe kwenye safari yako ya kufanya content ulipitia changamoto zipi? Watu walikuchukuliaje na nini? Mambo kama hayo. Kuhusu safari kunichukulia. Ila changamoto nilizopitia ni nyingi sana. Changamoto kubwa ni wazazi. Wazazi hawaamini kuhusu masuala ya content creation, hawajui. Hawaamini. Kwa kwamba wenyewe walichukuliaje? In negative way. Walichukulia negative way kwamba mtu akiona una record hivi na hivi mambo ya mtandaoni, mtu anajua unaharibikiwa. Au in content vitu unavyovifanya vile sio umeingia demo sidhani mtu wangu anajua ni kweli. Kwa nini jirani ni kweli hivyo? Fake club unafanya kitu fulani. Ajua mwanangu atakuja ataharibikiwa, atakuwa na mvuta bangi hivi na hivi. Hajawahi kukuletea changamoto kwenye mahusiano? Kwenye mahusiano imeniletea sana tu. Sana. 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 Ngoja nimuulize swali. Na watu wajielewa kwa nini umebeba hii. Mimi naelewa kuna watu wajielewa kwa nini. Hiki kipindi kinaitwa Raw. Na mimi siendagi Raw. Mimi natumia kondo. Kuna ule msemo unasemaje? Ule msemo tulishakusemaga, sijui demu sio wangu. Situmii kinga. Msemo wa kitambo. Tuikodigi hapa kipindi tunaanza kufanya content. Like anaona aibu kusema. No, sio anaona aibu kusema, najaribu kukumbuka. Sio sisi nini? Daki wewe ukiwa unafanya content yani unapata pia idea kwamba nikifanya kitu hichi kitakuwa tofauti na mtu mwingine. Yani nikifanya kitu fulani mtu aje ataona kama mimi nimekiiga. Umeona? Ataona kama ni kitu fulani another one creative. Au kama hata kama ukichukua idea ya mtu kutoka sehemu nyingine labda UK au wapi, lakini wewe umekifanya in different way. Kwa gharama nyingi wewe idea zako za kufanya content unazitoa wapi? Kichwani tu yani. Nataka shida nikisema nikeni tulie nianze kufikiria. Mimi naweza tu nikaa natembea nikapata idea ya kitu. Sometimes kuna watu wanakuambia fanya kitu fulani, you know, kuna team. Nisipotoa hizi shout itakuwa ni muongo. Kuna watu sometimes wanaambia this idea take it, fanya idea hii, Enzo, JJ, watu wengine kila appreciation zako unampa nani hapa? JJ, Enzo, wote wanasaidia sometimes, you know. Ya, watu inabidi wajue kuna tofauti kati ya kutengeneza content na kuposti tu video yako TikTok au Instagram. Ya kama content wao walianza before me. Okay. Mimi nishe kurekodi mwaka jana content kadhaa, ila mwaka huu ndo nimetengeneza content. Ila mara nyingi una post hivyo. Enzo. Mimi content waga na toleaga kwenye maisha. Maisha ya mtu labda huyu kaachwa, maisha ya mtu labda kapata gono, natoleaga content huko. Kapata boom huyu. Huyu demu wake labda kaliwa. Mzazi wake kafa, tunatoa content huko. Like kuna siku mwanangu aliniambia njoo turekodi content. Ilikuwa mambo ya kutendwa kuachwa. Mimi nimekuja huku na shadadia kwenye content. Fanya hivi hapa. Kumbe content inanihusu mimi brother. Nakuja kuambia content inanihusu mimi sasa hiyo. Ulikuwa mtu aina gani before kufanya content creation? Yani before kuwa msanii ile kupiga nyimbo, kuimba nini na content, yani before hata wewe usanii ulikuwa msanii kitambo yani. Sema nilikuwa sijui kama mimi ni msanii la kitambo kwa sababu nilikuwa nemba kitambo, ila kipindi hicho nilikuwa church boy sana.
Wewe unapiga sana ngoma kanisani wewe? Kanisani nilikuwa naimba Sunday school nini na nini, ila nilikuwa church boy sana. Kipindi hicho mimi naimba ila sijui kama naweza nikaimba mbele za watu kwa hata church. Watoto daki nyingi zile. Wapi church? Amna, afu mimi ni mpole kichizi. Kama mtu akiniangalia vizuri atagundua mimi sura yangu ni ya upole, la matendo yangu ndio sio ya kipole. Hiyo unaweza kaipa msamiati gani? Hiyo msamiati. Naambua mtu si nyau au kanyonga. Nasoma sana. Nimesoma O level, advance nimegonga PCM. Nikaja nikagundua kipaji changu cha dance. Naomba content creation akafuata baadaye. Another question ni kwamba kwa nini ujifikia kujiita Daki? Daki bis kujiita. Walikuita. Ila ni neno ambalo nilikuwa nalitumia kama sababu, ila Dark sababu yani mimi sababu ya kiwaki, kwa sababu mimi napendaga sana ukaa gizani filme. So kuna siku nilikuwa nimekaa class ukinikuta most of the time napenda kukaa kwenye giza yani hivyo, kwa sababu macho mwangu hadi mambo mengine giza wewe. Unajua. Kwa mwaka fulani hivi 2018 ndo nikapata jina la Dark. Kwa siku nimekaa nikasema Dark, nikawa naandika kwenye vitu vyangu. Sasa nimeenda advance kwenye sweta langu moja, kuna sehemu nilikuwa nimeandika Dark. Kwa watu walikuwa wanifahamu jina, walikuwa wanakuita Daki. Daki wanasoma pale. So nikaona kwa nini isiwe jina. Nianza nimechukua kwa msanii ambaye nina yupi, yani kuna msanii tu Enzo. Msanii anaitwa Tempaenza. Kipindi hicho nilichukua kwa msanii nikajiita pale Enzo. Nilikuwa najiita Enzo. Kuna mchezaji fulani wa Chelsea anaitwa Lotus. Sijui nani huko. Nikachukua ile Lotus nikaitaga Enzo nani Enzo Lotus. Nilipofika form 4 sijui na STC alitoaga album kuna nyimbo fulani kwa inaitwa Bukubas. Nikabadilisha nikanajiita Enzo Buds. After 6 pale watu wapo jeshini, nikaja nika fake death. Baada ya hapo nikajiita Deadly. Ikapatikana Enzo Deadly. Perfect. Msanii gani wa bongo unaisaba, hata sio wa bongo, labda maybe wa nchi zingine unatamani kufanya naye collab, maybe content na kitu kama hicho? Mimi labda Mondi, Travis Scott. Kwa nini umewa prefer? Kwa sababu wanyama wanaua, alafu kuna similarities fulani hivi tunazo. So ni kitu kizuri kwa a goat kufanya kazi na goat. Goat plus goat. Goatest. Daki. Vipi? Mimi bongo. Hata sio bongo pengine. So mimi muziki wa bongo mimi nasikiza mtu yote. Bila watu ambao na appreciate sana. Sucho. Hapana bro. Univunjia heshima. Mimi tena aje kuona na STC. Nyimbo ipi na STC unaikubali? SMA mwana. Ambia nini Daki, labda kuna content creator ambaye ni upcoming anakuangalia, labda kuna kitu ambacho unaweza kumshauri na nini mambo kama kitu ambacho naweza kumwambia ni kwamba kuliko kukata kiuno yani usikate kiuno, usikate tamaa. Sitakwambia ni kwamba kurahisi hamna. Unaweza ukafika sehemu ambayo unatamani kufika, lakini ukashindwa pia yani kuendelea kubaki hapo. Pale content creator, maana sijaona content creator kike bongo. Kwa hiyo kwa wanaume kuna mawili tu duniani, aidha ukaze au kazi. Kwa hiyo utaamua chague wapi. Mimi nimechagua ukaza. Wewe je? Chukua hatua. Enzo, kiambiwa uongee kuhusu red flag yako ambayo imeshawahi kutokea kwenye maisha yako na ambayo hata ukikaa ukianza kusema uitatue haupati majibu. Red flag yangu. Mimi I'm not friendly. Mimi I'm not friendly. Kwa simu tunaweza tukachat hivi ngakuchekea, zile ni emoji tu. Lakini reality na kutumia emoji za kucheka ila nimenona. Unakutana na mtu Enzo na unamkaushia mwisho siku anakuona hivi. Mimi sina mambo mengi na mambo machache, kwa hiyo ndo maana hivyo. That's my red flag. Dark.
yani red flag ambayo mimi najaribu kuitatua kwa watu au kwangu mimi? Kwako mwenyewe binafsi. Kwangu mimi kuna naweza nikasema kuna muda napenda kuwa peke yangu, nikae peke yangu. Kuna muda sometimes najaribu yani kutoka katika situation ya kukaa peke yangu, ila kuna muda tu najikuta nipo hivyo, yani I just wanna be alone hivyo, nipo wezangu nikae kama ni play music nijiwekee ma headphone ya, ila ni situation ambayo najaribu kuiepuka somehow. Ndio inakuwa ni ngumu kwa kiasi fulani, ila kwangu ni red flag kwa sababu kuna muda nashindwa kuwapa watu time kwa sababu ya hiyo shida. Kumuita mtu bana njoo tufanye content fulani, akakuhakikishia bana fresh, afu akakudisappoint maybe asije au hivyo, yani akafanya kitu fulani kimeyeyusha. Nakuta mtu anamwambia kesho mmepangana kabisa kushota, Enzo mimi napenda kushoti, content na kipaji hivi na hivi na hivi, basi sawa. Namwomba na namba yake, baadaye ombe namba yako, naomba namba yako, namchukua mtext WhatsApp hivi na hivi na hivi, anakuambia nimekusave, anakudharau ya pili. Basi fresh papa kesho tushoot, nauli ipo. Haya, ukija nauli unampa wewe? Bolt. Haya basi kesho nitabolt. Kesho inakuja mamangu kafa. Sasa mama yako na content umegani? Hivyo. Na kwa nini afe? Kwa nini afe siku ya content? Yo, shaboy Enzo, na this is roll. Kwa na mimi, ulikuwa na Lil Ben, ulikuwa na Daki. Don't forget to fucking subscribe hapo. Subscribe jamani, mtoe comments za kutosha, mtu follow kwenye social media zetu. Unajua sync na nani? You're welcome.